Alafu tunaongozwa na Bishop staafu former Deputy General here. Na watu wa head office mtatangulia mbele. Alafu familia watafata nyuma ya mwili wakiongozwa kupepa na NEC members. Please. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha kwake Yesu. Okay, dakika moja. Kama vile Bishop ametuambia, tutakapoelekea pale hao wengine wote waachwa hapa na mtapewa matangazo hata ya mankuli na refreshment zote, hata maombi ya mwisho. Kwa hivyo mtu yote asiende, tubaki kwa sababu tumepika na hiyo chakula tungependa kila mmoja wetu aweze kuhusika. Kwa hivyo Bwana atubariki sana. Hapa kutakuwa na MC atakayeendelesha hayo. Na niseme asanteni sana kwa sababu ya kuja kwenu. Mungu awabariki. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Hasi kuja hapa. Baba wa milele.
Ponzuru wengi ineko si na watoto wako na mama mzazi, nataka kuchukua hiki. Poleni sana kwa mama ambaye hii chombo si mzuri. Kama kuna kingine okay, nataka kusema ya kwa pole zetu ajili ya mama yetu wa kitaifa ambaye amelala tuacha na ametutangulia kwenda kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo kwa heshima hii, wapendwa General Overseer pamoja na NEC, nachukua kusema mimi ninaposimama hapa ni mahali pale nilisimama wakati tulimweka baba, mimi pia nikiongoza mazishi yake. Kwa hiyo imekuwa ajabu ya kwamba nimerudi Boma hii mara ya pili kuongoza mazishi ya mama yetu ya kitaifa Catherine Macharia, pamoja na wote ambao wametoa pole zao. Mimi vile vile kwa niaba ya familia yangu na na watu wote wa kwetu ambao hawakuweza kufika, tunasema pole. Kwa hiyo tunataka kumweka mwili wa mama yetu hapa kwenye kaburi hili ili angoje siku ya kufufuliwa Yesu atakaporudi na parapanda ya kwanza itakapolia na wafu wakifufuliwa, huyo mama atakuwa miongoni mwao, na sisi tulio hai ambao tunasimama hapa mbele ya jeneza hili, Biblia inasema tutabadilishwa ili tunyakuliwe tufanane na Kristo na tumlaki Bwana hewani. Kabla ya kutelemusha jeneza hili, hebu na tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo ambaye ulimtuma awe mwokozi na Bwana wetu, tuamini ya kwamba Yesu ulipokufa ukafufuka, ukawa hai, ukaenda kwa Baba na ukaketi kwenye mkono wa kiume wa Baba ukituombea. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya dada yetu Catherine ambaye ni mtumishi wako ambaye amemaliza safari, na tunataka kumlaza, kuweka mwili wake katika udongo huu mpaka wakati Yesu utakaporudi. Bwana, fariji mchungaji, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake, pamoja na familia ya Full Gospel Churches of Kenya. Wapokee baraka wakati huu tunapotelemsha mwili wa mpendwa wetu, dada yetu na mtumishi wako. Nataka kuwabariki na kuomba kwa jina la Baba, Bwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunaweza nitasoma andiko moja tu, alafu tutatelemsha jeneza hapa kwenye kaburi. Neno lenyewe ni lile limesomwa na ni neno linalotufariji. Paulo akisema katika waraka kwa Wathesalonike kwenye sura ya 4:13 na kuendelea mpaka 18, lakini ndugu zangu, hatuta
msichue habari zao waliolala mauti, msiche mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni hayo kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hati wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Bwana asifiwe. Hayo ni maneno ya kutufariji wapendwa, maneno ya kufariji familia, ya kwamba dada yetu huyu ambaye tunamweka leo atafufuka wakati wa parapanda wa kwanza Yesu atakaporudi. Na parapanda ya pili ni sisi tulio hai tutakapopadilishwa tumlaki Bwana hewani. Kwa hiyo Mungu alibariki neno lake. Nataka tutelemshe chenesa, alafu ndio tuendelee na ibada hii mpaka mwisho. Kama kuna wale waimbaji wanaoweza kuimba wakati chenesa inapotelemshwa, alafu kisha nyimbo na tuziimbe tena, zalivyo tupenda mbele, kwa damu ya dhamani sana, mbinguni honana milele, tuonane milele, tuonane bandarini mle, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Upozwa kila aoshwaye kwa damu ya kondoo yule, ataishi afurahie vya Yesu mbinguni milele. Tuonane, tuonane bandarini mle, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Twende mbele kwa jina lake, hata aje Mwokozi yule, atatukaribisha kwake, tutawale naye milele. Tuonane milele, tuonane bandarini mle, tuonane milele, bandarini mle. Rĩrĩa Jesũ agacoka kũiyĩra manage nĩmo andũ arĩa anakũra magathera o ta njata
iria yake warie nogomaga githakara manage make. Halo, tutaimba ile wimbo wetu tunasoea. Mbele linaendelea. Inakuwa namba 56. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe. Nipande milima yote, e Bwana unipandishe, nisikae duniani ni mahali pa shetani, hata sami ya mbinguni nitafika na imani. E Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Niko hayo kama kutupa udongo. Mwanzo 3:19, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mafumbi wewe, nawe mafumbini utarudi. Nataka kusema dada yetu Catherine, ulitoka mafumbini na umerudi mafumbini, na Bwana Yesu atakufufua wakati wa kucha kwake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana Yesu, tunapotupa udongo juu ya mwili wa mama yetu, tunataka kuomba faraja itokayo kwako, kwa familia, kwa kiongozi wetu na watoto wake na mama mzee na kanisa lote. Leta faraja ndani ya mioyo yetu, ili tunapofunika kaburi hilo Bwana, tuweze siku moja kukutana na mama yetu kwenye utukufu kule mbinguni. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi familia ndio apelekewe na watoto. Yes. Yes. Ndio. Sasa wananek mweke yenu. Wamechukua. Na wengine wimbo, alafu ene nafasi uweka sasa udongo ya